Kwa hivi sasa wanaume wengi wao hapa Ulaya hawaishi kwa akili zao, wanaishi kwa akili mbili. Wanasaidiwa. Akili kama Mwenyezi Mungu kakikuja, ila mara nyingi wanatumikishwa na akili za kishetani za mitishamba. Disclaimer. The views and opinions expressed in this video are solely those of Lakwa Media Entertainments. They are based on our personal thoughts, experiences, and interpretations. These opinions are not intended to represent official facts or professional advice. We encourage viewers to think independently, do their own research, and form their own conclusions. Lakwa Media Entertainment, utamaduni na mila, burudani na elimu, sauti ya jamii. Lakwa Media Entertainment. Hapo ni mwanamke afanye nini? Mwanaume mwambie mwanamke, bwana, leta hiki na mimi nilete hiki. Na hiyo ni kama ni kitu tunanunua cha maana. Sisi wote tuwe majina yetu iwe ndani ya ile karatasi. Kama sio hivyo, uko natumika niko natumika. Nunua kivyako na mimi nitanunua. Basi. Hata sina ndugu, sitakosa rafiki. Wajua na kio siku hizi, wenyewe tunafanya tuko nasema eti wanaume ndio wabaya. Na sisi wamoja tuko wabaya. Oya, na wengi wenyu. Baadhi yenu nyinyi ndio wabaya. Yeah. Alafu sio kaenda kuoa mfamilia ya mama mwenye sio kwa na shauri. Hapo naangukia pua. Naangukia pua kabisa. Unaangukia pua. Unajua nini? Wewe unataka seuzana, leta tu wewe. Wewe leta tu. Wewe leta tu. Unaleta na hakuna mafanikio kwa mtu. Mafanikio utapata wale. Ndio maana wanaume na wasi kama bila kutazama. Na wasi sana. Mujisaidie na mwe mfunguke akili. Wanawake hapo wako na wazidi akili. Nachokuta mwanamke kuna viwanja viwili vitatu. Wallahi. Mimi nakwambia ni kaka lishiwa. Viwili vitatu, wewe hauna hata hiki na wala haujui. Ukijikaza sana kwa kiwanja haka. Tena kipande. Pamoja, au kwa kiwanja kamoja. Kani yote familia. Mwanamke kuna viwanja hata hivi na nyumba zimoja zinajengewa. Nyumba zimoja zinajengewa na wapangaji wamo ndani. Ndio maana akina baba mjitahidi sana. Sasa kama vile kakiwanja kaka moja, familia nyinyi wote, pesa mwanaume ndio anaenda nahangaika. Na kuna sababu mwanaume ndio alipata kazi mbele yako. Mara mingi anatumika, mwanamke anakuja kutumika nyuma. Na kuna siku mko na watoto, pesa za watoto wao sijuaji. Unasikia? Ndio maana wakina baba, kina kaka, warafiki zangu, waume zangu, ufunguke akili. Na watoto wetu tunazalia hapa. Watizamie eko. Waona watizamie eko. Tuwapatie funzo. Watoto wetu tunazalia tuwapatie funzo. Umeongelea watoto. Unajua wanaume wengi wanalea watoto wenye sio wao. Kimegunduka, kimepatikana. Research inaonyesha wababa wengi kama ni watoto 9, watoto 5 sio wa kwake. Wanawake wanaopachika watoto wenye sio wa kwao. Na au watoto wote unakuta katika mali yako wamo na sio wa kwako, ila wenye Mwenyezi Mungu amempa akili na busara ya kugundua mapema. Unaona leo nimekwambia? Ile nilikuanzia mwanzo. Mwanamke anafanya nini? Mwanamke alikuwa anafika saa 1 nyumbani. Anaanza kuingia saa 6. Anaingia saa 6. Hiyo saa 6 alikuwa na nani? Na wewe ndio unafungua mlango unaambia karibu Sheri. Karibu. Ulikuwa wapi? Tulipita na wenzetu huku, tukaenda hivi. Kaa chini mke wangu nikutayarishie maji, nikutayarishie chakula. Na utanipa chakula nitakula nitaenda. Na kuna saa hapo natoka mwanaume. Kuna saa chawasha nipachika nacho na kuja nacho wewe. Kupa wewe. Rofa wangu. Wewe ndo baba. Ila Mungu atakuwa anakukaribisha hapa. Malipo ni hapa. Yeah. Tena kisema wewe wanaume wengi. Watoto wao sio wote ndio. Nakataa. Kama wanawake wanakutumika usiku. Mimi si waaminiaji. Wanawake wanakutumika usiku. Wako na bwana. Siamini. Ngoja nakuuliza pako mfano mimi nakupatia. Pako rafiki yangu, niko na rafiki jamaa yangu.
awe na chumba chake. Bibi ana chumba chake. Bwana amsogelee. Bwana tumike mchana, kitoka mchana anaingia kazi ya usiku. Hivyo. Alafu kesho na kesho yake mwanamke iko na mimba. Nimehama. Hivi akitaka mimba anatoa mfuata bwana. Akitaka mimba ndio anamtafuta mzee wa kazi. Mzee wa kazi. Takuwa na hakika kwa kama mwanaume mwenye uko na busara, uko na akili. Una hakika kama ya mimba ni hapa? Una hakika kama mimba ni hapa? Hapana. Kwa nini siku nyingine tunatengana mimi na wewe? Wakati fulani ndio unanitaka sana. Wajua. Maana tena napanda na shuka na kisha hiyo kitendo kinatendeka. Ndio maana niliona kama hapa. Pako michezo kunachezeka wanaume na wanawake, wanaume kwa nalia watoto wasiokuwa na damu. Siku nyingine ukinitaka niko busy, hausikutaki hapa. Nachoka kazi mme wangu, unaona mme wangu. Siku zingine fresh tu bwana. Na afadhali tu mme wangu, ila tunalapa usiku pamoja. Kama wewe unaleta kitanda chako, kama nalala chini ya basement. Kama mimi niko na chumba changu na uko na chumba chako. Alafu kesho yake nakuja mtoto ni fulani. Inawezekana? Kama papa na mama wengine waona akili nzuri. Papa na mama wanalia tu. Anakuwa umemroga ama ndio akili yake? Hapana. Tumetengana tu. Tumetengana tu. Wewe mchumba chako na mimi mchumba changu. Maana tunajipa break. Wenyewe wazungu wanasema. Na sio break ya wema. Ni break ya mshwano. Hakuna wema uko ndani. Hakuna masikilizano. Wewe unasema ngoja nijilinde na nini? Na shari. Nijilinde kwenda wapi? Mkasho. Wewe mwanaume unasema acha nijilinde kwenda mkasho. Polisi je kunipeleka kwa hiyo usiku. Sina mama hapa, sina ndugu hapa. Acha nijilinde. Wewe umeenda kujilinda ila haujui unajilinda. Mwenzako umemwachia fasi. Utakuna lea watoto. Wasiokuwa. Kule nimeenda huko nimefukumana na wangu huko nimekuja. Utamfanyaje? Utamreburebu mwa siku 2 3 4 nipate sitaprofite. Kesho niko na mimba. Mke wangu, mimba yangu mke wangu. Unajua tena Tena unaenda unaambia rafiki zako mimi mke wangu hivi ana mimba. Na wanajua mke wako yenye anashinda game. Wanasema kumbe wanajua kila kitu. Je, watu wengi wanajua kila kitu kabla wao hujajua. Ndio maana nyinyi wanaume hapa. Waibu la tuko hivi. Mtalia tu sana. Mtalia wengi mtakuwa mnawadea. Kama mtakuwa na akili kusema hapana, ngoja niende kwa napimisha kila mtoto nijue kama ni mtoto wangu. Wala ni damu yangu. Mtalia watoto wasio. Na sasa kupima hapa ni kitu kidogo sana. Kupima hapa maana yake mtu mwenye kwa Afrika ndio mnaweza mhurumia. Kidogo ni pesa mingi. Hapa kupima mtoto kitu kidogo sana. Kama wanaume wako na akili na busara, wachunguze. Sio mtoto yeye anafanana na Muyomba. Muyomba hata hukumuonaga Muyomba. Muyomba kwa kumuona anafanana baba yangu na kuna sababu baba yako haukuwahi kumuona, baba yako mko haukuwahi kumjua. Unasikia? Huyu mtoto akufanani lakini vidole ni vyako. Yako ni shangazi yake, kwa shangazi yake. Unasikia? Eti ukumbuki kama bibi yake alikuwa na kidole cha hivi, ukumbuki? Mimi niko namtazama mamangu, niko na vidole vya hivi. Wanawake. Kama mtujui sisi ndio sisi wanawake sisi. Tunawazaa. Ndio sisi. Kuna mzee mmoja aliniambia akanambia Ali, ukishaoa mwanamke shetani anasema huyo unaachana naye. Akamwambia kwa nini? Akamwambia unaona shetani anamuogopa hata wanawake. Shetani fasi mwanamke amekaa, anajua pa kazi imeshafanyika. Mimi acha niondoke. Wewe mzee, paka leo nikikaaga kuna vitu vinaendelea duniani na mkumbukaga wewe mzee. Aliambia Ali, ukishaoa tu shetani anakuunawa iko mkono. Anasema mimi nimeshakupa mtu wangu, pambana naye. Sasa wewe mwanaume sio kuwa mwenye akili namna umesema. Kuna vitu atakufanya
Na gisi sisi wanaume tuko upumbavu namna umesema. Kwa upande mwingine nilikuwa naona kama ni kizuri, lakini nimeshagundua ni kibaya. Kusema ni tiba. Kuweka maneno, wewe unaona maneno yanapitikana kwako vya maajabu, unasema mimi ni mwanaume bwana. Kuna sio kiongea, maybe kuna mtu anajua kitu kinaendeka, anakuibia siri. Ona kaa pale, wewe mke wako sana pita na fulani. Lakini ukishaweka, mtu atanogopa gisi ya kukuanza. Anzaje? Aonekane yeye msutwa, anamwa Lakini wewe ukishaanza ukasema bana mimi kidogo mke wangu simuelewi. Ndugu yangu mimi nilikuwa najua lakini stiri bana. Mimi mke wako mwendo wake nilikuwa na uchunguza, mke wako anapita sina fulani. Sasa amekupa hata idea fasi ya kuanzia. Hauwezi kuenda kwa mke wako useme mke wangu mimi nimegundua sasa na wewe unaanza kufanya investigation. Na ndio mtu mwenye akili. Hajile usirukia, hajile mwanamke hata umshike kwa kitu, ataruka. Sasa ni vizuri ukuwe na evidence. Maana ile wanaita concrete evidence. Mwenye hata akiruka, hata ukikana watu 4 5 wanasema lakini hata wewe unaruka lakini si ni ukweli huu. Kabisa. 41 nashikiwa. Tena ukisikia wanakuambia fununu zikianza kutoka. Fununu zikianza kutoka. Kile kitu kedema kile. Kile kitu kifuatilie. Watu wasema kibenya viko. Watu wanasema kama viko. Ingao wataka kutilia maana matano. Ila ujue la limoja ama 2 ni kweli. Ndio maana usisikie watu wanasema kitu ukawapuuzia, wale kaona kama hao wanamchukia mke wangu, hao wanamchukia mume wangu, ni kaza wakaza. Ile na kwanza kifuatilie kwanza. Fanya uchunguzi. Unaweza kufanya uchunguzi na mtu, unafanya uchunguzi na Ndio maana kwa hivi sasa tuko hapa. Kwa kweli ila mtu samee jamani, mtu samee kama mimi shangazi. Mtanisamea tu sana, tena mtanisemea tu bure. Ila najua. Sio hata hapa Ulaya. Na Afrika viko. Wanaume wanalea watoto sio kwao. Ila ndio hivyo tena kwa jua maskini wa Afrika. Ila pako saa mwanaume binatukiza na pako saa binatukiza kale wanakuambia. Mwanaume anasema mwenyewe, ile kule mtoto analea sio kwako. Ule mtoto analea mtoto wangu. Wako hivi natukia mpaka mabaraza wanatia baraza. Mpaka mtoto anaambiwa kuchukuliwa, anapelekwa kwa baba yake. Sasa hapa amekuaje? Kwa juu kisema watoto kama sio wako, sinaenda kushtaki. Na kukushtaki hivyo ukisema acha nifuatilie kwa makini. Niende kwanza kupimisha kweli kama ile kulihamu. Utajua kinachoendelea. Vizuri sana. Ila kwetu baraza ndio zinaanza. Na baraza ukisikia ukianza kusema mwanamke akianza kusema watoto sio wangu. Mwanamke anaanza anatia domo juu. Kama sio vitu kutaka tuachane. Unataka kunikatalia mtoto. Depuis mbele pote nimkatalia mtoto. Ujue kama kuna kitu cha. Lakini mtu mkweli atakwambia nenda mpimishe. Wende mpimishe mtoto ule kama sio. Lakini ukisikia mwanamke kesho yake na alienda kuzidi anakuwa mkali haswa. Tumia usaha. Nenda taratibu utajua kinachoendelea. Sikia kakali. Wewe usingoje kusema hivyo. Kwa maana wanaume hapa wakina mama wanashindilia wanaume sana. Wanashindilia wanaume sana. Wanaume wanashindiliwa sana. Nikichunguza wanaume wanashindiliwa sana. Usione ndio siku zinavunjika sana zinavunjika sababu ya nini ndio zinavunjika. Ndio siku zinavunjika kwa matatizo yako katika manyumba. Unaona mwenzao mwanaume anaenda kukaza na rudia pako sana la kwenye gari. I know. Analala kwenye gari. Anaangalia wapi? Unakuta mtu anasinzia kwa gari anambia na vipi? Vipi? Bwana unajua nimechoka nimefika hapa nimepumzika hapa kwanza. Kumbe anauliza anajiwaza kwanza kuingia mle ndani, akutane tena na shetani ya ibilisi. Wanakutana mwanamke. Basi asikupe karibu, akutizama tachicho vizuri. Asikupe karibu, akutizama tachicho vizuri. Unajikuta ulienda kugombana naye, ili ukija kuna kukutana mwanamke.
Ni fisi ndani ya nyumba, ni fisi. Usio sasa umepita hata mshope tu umeenda kununua vitu kwa watoto. Tasamba kwenye mkubwa. Mbona sasa ulikawia? Ulikuwa wapi? Ulikuwa umeenda fasi gani? Ulikuwa umeenda fasi gani? Unakaa mpaka saa hizi. Angalia watoto, hawajala nini? Hawajapata. Unajikutana wewe baba. Unachanganyikiwa maskini. Kuna sasa umeenda kwanza huko umepata stress ya bosi wako, umeshwana, nasikia. Alafu kufika ndani mwanamke tu ulikuwa kuuliza umeshindaje? Ni aje huko umeendelea huko anakuletea wengine tena. Anakuletea wengine tena. Unajikutana mwanaume anakosa kutoa chozi, analia ndani kwa ndani. Nasikia. Mungu kusema tupeleke raha. Mungu amesema sisi wote tu unipe starehe, amekupe starehe. Na huruma. Baina yenyu huruma iwe. Sio wewe ndio nikupe tu karaha ndani ya nyumba. Hapana. Kisu kizaliwa ndio kisimezaliwa. Una mama na mimi nina mama. Nasikia. Kwa nini kupe karaha? Kwa nini kiona kama vile mimi na wewe tumechokana? Kwa nini kila mtu mimi naona kama hapa mambo haendi. Kila mtu ashika msini zake. Unaona je, wewe ubaki kivyako na mimi nile kivyangu. Tena kwa uzuri tu. Kwa vizuri tu, kwa maelewano, kwa mapenzi. Hata tukutana barabarani tusalimiane. Mbele tuko tunakamata, niko naona mbele. Washangazi zangu walikuwa wanasema wanaambia umezao. Mimi nipate likizo kwanza. Niende kwanza nyumbani. Apumzishe akili. Niende nyumbani kwanza nikae, kama ni mwezi. Alafu nikuache kwanza upumzike kwanza akili. Na mimi nipumzikisha akili. Alafu ndio nitete. Tena unakuta wanaishi vizuri, tena kwa wema. Kwa wema. Nakuja na hamna wewe. Na wewe nakuja wewe mwenyewe uko na hamna mimi. Wala mwanaume anasafiri. Iba mwanaume kuikaa fasi kwenye yuko ni hapo. Ndio yuko nasababisha saa moja tunawazarau wanaume. Na ndio maisha hapa. Unatoka kazini, nyumbani maskini, hauna rafiki unaenda kwake, hauna ndugu unaenda kwake, unarudi hapa mwanamke anakustresse, anakuongeza ma stress. Nyumbani utakamata umekuja umetoka kukazi, umeshatoka kukazi. Masharehe ziko. Utaenda masharehe. Utatoka hapo, uende kwa ndugu. Hivi tutaenda kwa mama. Naenda kwa mama, naenda kumsalimia mama. Utaikata masaa mawili. Mwanaume na mume wangu jamani. Halo. Vipi? Habari ya huko? Umekutana wazima, uko salama? Ni aje huko? Lakini uko salama lakini niko salama kabisa. Na niko na mama hapa, niko kuzungumza na mama. Sawa. Nipe salamu mama hapa. Na mambo yanafanya nini? Yanaenda. Utafika nyumbani ni usiku, ni kukula na ukisha kula ni kulala. Kesho tena asubuhi ni kuamka unaenda. Na kuna sura tumika milimani. Mwanamke tu hajakuwa tu na hamna wewe. Vizuri sana. Mwanamke hajakuwa kuseme namtaka mume wangu. Hata katika tendo la ndoa anakuwa anakutaka. Maana yake anakuwa amekumisi. Anakumisi. Lakini wewe utake kukazi mimi na wewe. Utoke ni mimi na wewe. Utoka huko ni mimi na wewe. Maana yake ni kama mdomo na ulimi. Hakuna kuachana. Siku na tujachokana mimi na wewe. Kingine nataka nikuulize. Kwa nini mwanamke akishaanza vitu vyake hivi vyote, uchafu yote tumeongea hapa, shirki, kukuzalia watoto sio wako, pesa zake ni za kwao, wewe za kwako ndio za kwenyu. Kwa nini kitu wa kwanza anajitahidi kukata iko wa ndugu? Wengi wao utakuta huyu mwanaume na wandugu zake kitungurusuma na shetani. Mimi kwa kisi naanza kutumikisha hapo akili yangu hapo. Inaonekana maana hata watu wa kwenyu hawataki tena. Haiwezekani. Inakuwa hapo hakupendi, yaani ni ile kuficha mvua. Vitu vyake viive vizuri Tu. Na kutumikisha, na hapo na kutumikisha nini? Na zarau kiwe ndani. Na kuna mapenzi ni hapo. Ni zarau, hakuna mapenzi. Yaani hapo tunaika kama vile mimi na wewe. Kama vile naanza kusema kama vile tuko wanaume. Naweza kuzungumzia hivyo.
Kwa hiyo hautaniambia kitu nikusikie. Na ukiona mwanaume kisha kuwa hivyo, wewe mwanaume tena hauna tena. Maana yake hakuoni yeye chochote. Wewe mwanaume unakuwa tena hauna. Hapo mwanaume. Ndio pale utasema nini? Kwanza hautasema kitu. Ukitaka kusema wewe utasema ni kwani una akili wewe? Una akili wewe. Katika wanaume wewe uko mwanaume. Yeah, I know. Hicho sasa hicho ndio kinaumaga hicho. Katika wanaume unaweza kusema kwa mwanaume wewe. Hiyo kitu inaniumaga sana. Mwanamke akiniambia hicho kitu, yeah, nasikia kama amenitoboa roho. Maana yake mimi nimekuwa mwanamke sasa. Hauna jambo. Hauna neno. Maana yake sina shot tena. Hauna tena. Ulikuwa mwanaume wakati unakuja kunitafuta kwetu. Lakini kwa hivyo tena hauko mwanaume. Maana yake katika roho hauna nafasi tena. Hauna nafasi. Haumo ndani tena, mimi na wewe. Na sina tena mimi na wewe. Na kuna sasa na mchepuko wangu huko. Yuko ananipelekesha. Na ukinitia kwa domo ndefu, sitadala moyo nyumba yako. Hayo unaenda nalo. Inaanza kule kwa mchepuko wangu. Mimi kwangu urudi. Una akili wewe. Ndio nakwambia, wanaume wanazidiana. Una akili wewe. Wanaume wanazidiana. Sisha kudhibiti wewe, uko katika mtungi wewe uko na akili wewe. Sana tafungua niko nafungua. Sana kuna tena. Ndio maana Mwenyezi Mungu amesema hivi, muogopeni sana wanawake. Muogopeni sana wanawake. Wanaume ambao mnatutizama, hatujaleta hapa kuleta fitna baina mke na mme. Haya ni maneno yanafanyikana. Mimi sina romba na mwe. Ila nawazindua. Asiwachukie kina mama. Kina mama nawapenda sana. Ila mpunguze kwa watoto wenzao. Wenyewe walizaliwa. Wako na mama, wako na baba. Ila mpunguze. Hiyo chumvi, hivyo viungo hivyo ni vingi sana jamani, mpunguzie. Sasa huyu mwenye anafanya haya yote, yeye anakuwa hana watoto. Yuko na. Sasa wewe unamfanyia mtoto wa mwenzako hivi. Wewe unafikiri watoto zako watakuwa salama? Ndio nauliza. Wewe mwenye unanitizama saa hii, mama yoyote unanitizama, mama dada unanitizama. Wewe unamfanya mtoto wa mwenzako akue kiduruduru, kikorokoro, kimkebe. Wewe watoto zako wako salama? Ajili Mungu ameshasema malipo ni hapa hapa. Mimi watoto zangu umewafanya wamekuwa, manake mtoto wangu hanisaidii, hanipi, hanikumbuki, haongei na ndugu zake. Na katika vitu Mwenyezi Mungu amesisitiza tukokotane ni undugu. Tusiukate. Hata Mungu anakuambia hata mama yako akuwe mshirikina. Mungu anasema mkokotane vile vile. Usimbague, usimtenge. Sasa wewe mwenye nimeoa juzi, unakuja unakata ile kamba. Kwa kuenda kwa shirki, namba moja umemkasirisha Mola wako. Cha pili, umeleta uadui baina. Ajili washirikina wengi, mganga atakwambia, unajua mwenye anakuroga? Ule kaka yako ule. Ule kaka yako wa Sudani ule. Kuwa makini naye. Hawezi kuambia ndugu ya mke wako, atakwambia ndugu yako. Sasa, kwa hivyo ndugu zangu ambao mnatutizama, haya ni mafundisho yanapitiana. Kama haijafika kwako, usiseme hayako. Yako yanaendelea sana. Cha muhimu ya yote, wanaume tuamke. Wanaume tuwe wanaume ndani ya manyumba zetu. Mwanaume anapaswa kuwa ngangari. Mwanaume anapaswa kuwa mwenye msimamo. Hatujasema acha mke wako, hatujasema acha mtoto wako, ila kuwa mwenye observation. Kiingereza wanasema, maana kuwa mwanaume mwenye kuchunguza, kuangalia mazingira. Ajili ukioa mwenzako, tabia anakuwa nayo mwanzoni ndio tabia yake. Ukianza kuona yanabadilika, tia question mark. Taka kujua kwa nini yamebadilika. Itakusaidia kupata uchunguzi na kuwa muwazi haswa na familia zako. Ajili gisa unaweza kumwambia mama yako maneno, sio ndio gisa utaambia rafiki. Gisa unaweza ongea na baba yako, si ndio gisa utaambia rafiki mwingine nje huko. So tusogelee familia zetu, tuwe wawazi na familia zetu na tuwaenzi familia zetu. Nataka nikuulize kitu moja. Kwa kuhusu hiyo mali, leo sisi wanaume wanatuambia zetu ni za familia, za mwanamke ni za kwao na kwao. Unafikiri wanaume wafanye nini? Mimi kwa kisi naona kivyangu, kisi nadhani kaona, kisi nadhani kazungumzia. Pesa ya mwanaume ni ya familia. Na ndio ukweli. Na pesa ya mwanamke ni ya familia. Kwa hiyo mimi na wewe tuseme kwa mfano. Mama yangu amepomokiwa na nyumba. Nakwambia kakaje, mume wangu. Hapa naona tumtafute kisi tutaweza kujengea mama nyumba yake. Naambia kwa kweli natakiwa hata tutafute pesa
tumjengee nyumba yake. Tumekamata pesa tumemjengea. Si mama yangu? Tumemjengea tumemaliza. Tumejenga vizuri kabisa hata kisa ikukua. Sawa. Mbona Mwenyezi Mungu sana fanyaga hapa kwenu mamako na amebomokewa na nyumba. Kisa Mwenyezi Mungu anafanyaga amebomokewa na nyumba. Ewa na mke wangu wewe. Sasa ananipigia picha ile nyumba ya mama imebomoka. Sina bidii hapa tufanye nini? Tumjengee mama hii. Yaani kwa jua aliona tumemjengea mama. Ndio ya kwake imebomoka. Ndio kwake ilibomoka. Wale walibomoka kwa makusudi. Wanabomoka kwa makusudi kwa jua wajengee. Ajili walisikia walijengea kwetu. Tumejengea kwetu. Wanabomoka kwa makusudi kwa jua ujenge. Wanafanya kitu najua, wanafanya kitu nataka wana. Ni bako wanafanya kitu nataka. Kuna wakati mama kule alibomokewa. Haikukuwa na maneno haya mengi. Na maneno tulikaa chini na ukaniambia nikakwambia acha tupate franga tumjengee. Leo ni aje hapa maneno yanakuwa mengi. Kwa nini? Fanya kitu unataka bwana. Fanya kitu unataka. Nishakwambia fanya kitu unataka. Kama utawajengea, kama utawajengea jijuu, ndio kwa pesa nyingi sana. Anakutia nini anataka kupata roho. Anakwambia amka. Hapo sitakuwa naenda kujifikiria. Tena utaikata na chumba, au utaikata chumbani. Kama ni mwanamume mwenye kwa akili na kusali. Utaenda kwenye pako mtu. Utatafuta kwenye pako mtu ndio utaenda kuikaa. Wana utukufu wa Mwenyezi Mungu. Utaenda kuikaa unajifikiria. Haya nini kwa juu ya nini? Kila kitaka kupanga hiki tende nyumbani kanaleta shida. Kila kitaka kweli kinakata. Ni nini cha kiko hapa? Ni nini? Lakini wakwao wakifanya hivi, mimi naende kwa kwao. Ndio maana hapa cheki kwa hapa. Ndugu sisi wenyewe ndugu tunaukata. Tunaukataje? Mimi nikisha ukatalia wa kwenu. Kama ungali mwanamume mwenye kwa na akili ngani atembea vizuri. Hakuna kitu nikimpendea. Wa kwetu mimi. Haiwezekani. Ndio utaniambia kila mtu apambane na hali zake. Apambane na hali zake. Ajue ya kwake na mwingine ajue ya kwake. Usiniambie kama mfele wa kwenu. Na mimi siwezi kuambia ya kwetu. Na mimi sasa kuambia. Na kwa watu wanaishi. Ya? Pako watu wanafanya nini? Wanaishi. Pako mtu hii ya kuchanga konti hii. Mwanamume hawezi kuchukua pesa. Hata imetokezea kizarura hivi. Itachukua pesa kabla hajambia mwanamke. Hii pesa itoke isha julikana kwenye inaenda nini. Inaenda pasi. Sasa moja mwanamume mwenyewe yuko na konti yake, yuko na amani. Hii kuseparese makonto na separe, kila mtu ana konti yake. Yuko na amani. Kwa hiyo utafanya unajisikia. Naongea atafanya anajisikia. Na ile na kutumika kama nyinyi wote mko vizuri. Na ukisema hiki tufanye hivi tunakutanisha sisi wote. Yeah. Ni kitu kizuri sana. Asikia. Ni kitu kizuri sana tena sana. Inakuwa pako ndani heshima. Anakuheshimu na unamheshimu. Ndani ya nyumba. Nasikia. Sasa katika kama ule kaka ulisema unasema kaka mwanamke alinunua viwanja 3 kaka hajua anakuja kubionea ana taarifa anashtukiziwa amepigwa na butwa anafungua kabati hivi anakutana dokima 3 jamani kaka kama uko karibu kwani usijiji kujinioea tukaanza maisha mimi na wewe unasikia sasa Lokwa Media Entertainment yeah utamaduni na mila burudani na elimu sauti ya jamii Lokwa Media Entertainment